Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Kenyans' political streets are mourning, confused and heartbroken, basing on the shocking demise of former Prime Minister Raila Odinga. The man who carried dreams, hopes and voices of many. Now the big question being, what's next for Kenyans? What's next for Nyanza region that stood firmly behind him? What's next for ODM party that he built from sweat, tears and sacrifice? And how will President Ruto's 2027 political path shift after the fall of his strongest ally? Hapa ni wasifu mfupi wa hayati Raila Odinga. Raila Amolo Odinga alizaliwa kwenye hospitali ya Anglican Missionary tarehe 7 Januari mwaka 1945. Baadaye alianza masomo yake kwenye shule ya msingi iliyojulikana kama Kisumu Union. Baadaye akajiunga na shule ya upili ya Maranda mpaka mwaka wa 1962 pale ambapo babaye alimsafirisha hadi Ujerumani kwa ajili ya masomo ya ngazi za juu. Mwaka wa 1974 Odinga aliteuliwa kuwa meneja wa KEBS. Hii ni baada ya kuweza kumaliza masomo yake Ujerumani. Baadaye aliweza kushikilia cheo hicho kwa miaka 4 kisha kupandishwa cheo hadi kuwa director, cheo alichokuwa nacho hadi kukamatwa kwake mwaka wa 1982. Baada ya majaribio mengi ya kumuua Odinga, pia bado aliweza kutorokea nchi ya Norway kwa ajili ya usalama wake. Baadaye aliporudi alijiunga na chama cha Ford kilichoongozwa na babake. Kwenye chama hicho Raila aliweza kuchaguliwa kuwa msaidizi wa mwenyekiti. Mwaka wa 1992, mwaka wa uchaguzi, chama hiki kiliweza kutawanyika kuwa Ford Kenya kilichoongozwa na babake Odinga, nacho chama cha Ford Asili kikiongozwa na Kenneth Matiba. Baadaye Raila Amolo Odinga aliweza kushinda uchaguzi wa ubunge wa Lang'ata na akawa rasmi baba wa pili wa vyama vingi baada ya Kenneth Matiba. Raila, baada ya kuvurugana na Mwai Kibaki, Raila aliweza kuunda chama chake cha chungwa yani ODM mwaka 2006. Uchaguzi wa mwaka wa 2007-2008, baada ya kusemekana kwamba kulikuwa na wizi wa kura, kulipelekea machafuko yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Baadaye kukaletwa sheria ya nusu mkate ambapo Raila aliweza kupewa mamlaka ya kuwa waziri mkuu nchini. Mwaka wa 2010, kwa ajili ya machafuko ya mwaka wa 2007-2008, kulipendekezwa marekebisho ya katiba iliyofanyika hatimaye. Mwaka wa 2017, baada ya uchaguzi, baba alijiapisha mwenyewe kuwa rais wa wananchi. Baadaye Raila na Uhuru walikuja wakasalimiana, kitu kilichokuwa kinaitwa handshake, na Raila akakuwa kwenye maamuzi yaliyokuwa yakifanywa na serikali. Baadaye Raila tena kwa mara ya 5 aliweza kutangaza kujitoza kwenye uwanja wa kung'ang'ania urais, ambapo aliibuka kuwa wa pili baada ya Rais Ruto. Baada ya maandamano kadhaa, Rais Ruto waliweza kuagana pamoja na Raila kuweza kufanya kazi pamoja. Kwenye makubaliano hayo na serikali ya Ruto, alijaribu kung'ang'ania cheo cha mwenyekiti wa Muungano wa Afrika ambacho baadaye aliweza kukipoteza kwenda kwa Mohamed Ali. Raila Amolo Odinga ameiaga dunia tarehe 15 Oktoba mwaka
2025 akipokea matibabu kwenye hospitali moja kule India. Wafuasi wake watamkumbuka kama kiongozi aliyepigania demokrasia ya nchi, uwepo wa vyama kadhaa na pia mmoja aliojaribu sana kuleta. Pia masidi wake hawataachwa nyuma, kwani watamkumbuka kama kiongozi aliyewasumbua sana na pia kuwa na misimamo mikali. Raila ameiacha nyuma familia pamoja na mke wake. Raila ameiaga dunia akiwa na miaka 80. As the nation mourns, our hearts go out to the Odinga family and every Kenyan who was touched by Baba's political journey. But as the tears flow and as the flag fly must have, few haunting questions lingers in every corner of Kenya. Who will be the next Nyanza kingpin? Who will fit in Baba's giant shoes? Will ODM stand strong or the mighty wave will finally come? From Montana Classics, we send our deepest condolences. Rest in peace, Baba Raila Odinga.